Ni katika mkoa wa Manyara, wilaya ya Simanjiro, ambapo utakutana na eneo hili maarufu la Mererani. Ni kilomita 70 kutoka mkoa wa Arusha mjini. Kufika eneo hili lililojaa ukame na vumbi jepesi lenye rangi ya dhahabu. Eneo hili ni maarufu kwa upatikanaji wa madini ya Tanzanite, ambapo yanapatikana nchini Tanzania pekee, na hadi sasa hakuna nchi yoyote duniani inayochimba madini haya zaidi ya Tanzania. Ni kwa zaidi ya miaka 30 toka jiwe hili lilipogundulika. Eneo hili lilikuwa linatumiwa na wachimbaji wadogo, wengi kutoka katika jamii ya Kimasai, ambapo wengi wao walikuwa ni wamiliki wa maeneo hayo. Mererani ni makazi ya watu zaidi ya 50,000 na zaidi ya watu 10,000 wanaoingia na kutoka kwa ajili ya kufanya biashara ya Tanzanite kila mwezi, hata biashara nyingine ndogo. Kelele za watu wanaokuwa kama wanabishana, miridimo ya pikipiki zinazoendeshwa kwa kasi ya mashindano ya kimataifa katika barabara za vumbi, na watoto wa kiume waliovaa rubega wakichunga mifugo katika ardhi kame ya Mererani ni viashiria vikuu vya kujua kuwa tupo eneo hili la Mererani. Uwepo wa Mererani utaweza kujionea mlima Kilimanjaro kwa umakini na ukaribu zaidi. Tofauti na madini mengine, Tanzanite inapatikana katika rangi tofauti, ikiwa pamoja na rangi ya blue, zambarau na hata zambarau mpauko. Ni madini tofauti zaidi ya mara 1000 na dhahabu. Hutumika kutengeneza hereni, pete na vitu mbalimbali vya thamani na vinavyouzwa kwa bei ghali duniani. Ni kitambulisho kikubwa katika sekta ya madini nchini na duniani, na hata wataalamu wamekubali kuwa itachukua miaka zaidi ya 1000 kuwa na madini ya Tanzanite eneo jingine, au hata yanayofanana na Tanzanite, na kama itokee katika historia ya dunia. Ni miaka ya 90 ambapo wawekezaji walijitokeza katika kuwekeza kwenye Tanzanite, na hao si wengine bali ni wale waliojulikana kama Afgem kutoka Afrika ya Kusini, na baadaye kubadili jina na kujiita Tanzanite 1. Kamera yetu kupitia kipindi cha Mimi na Tanzania kilifunga safari na kwenda kujionea tofauti na maendeleo yaliyoletwa na wawekezaji wa nje ukilinganisha na wawekezaji wadogo na hatarishi kwa wachimbaji na hata watu wanaoishi katika maeneo ya machimbo. Ufikapo eneo hili la Tanzanite 1, huhitaji kuuliza, bali utofauti wake wa miundombinu na usalama ulioweka kuzunguka eneo hilo la wawekezaji inatosha kukujuza kuwa uko kwa wachimbaji wakubwa na sio wadogo. Eneo lote lenye madini ni sawa na kilomita 7 na limegawanywa katika vitalu 4 vikuu ambavyo ni A, B, C na D. Tanzanite 1 inamiliki kitalu C, kitalu kikubwa kuliko vyote na kilichopo kati ya vitalu vyote 4. Tulipokelewa na management ya Tanzanite 1 na walikuwa na haya ya kusema. Kampuni ya Tanzanite 1 inachimba madini ya Tanzanite. Iko hapa sasa kuanzia wakati wa utafiti mpaka uchimbaji takriban miaka 11. Ilianza na wafanyakazi kama 100 hivi, na sasa tuko na wafanyakazi kama 650. Kati ya kuanzia miaka 5 iliyopita mpaka leo kampuni imekuwa. Kampuni imekuwa kwa maana ya kwamba tumepanua shughuli. Tulipoanza hapa tulikuwa na mgodi mmoja, tuliendelea na utafiti, tumeongeza idadi ya migodi, na kila unapoongeza mgodi unahitaji watu kufanya kazi katika mgodi huo. Kwa hiyo kampuni imekuwa, na ndio maana watu wamekuwa wanaongezeka. Kampuni ya Tanzanite 1 ina jumla ya wafanyakazi wapatao 655. Kati ya hao tuna wanawake 38, na katika nafasi 10 za juu za uongozi za kampuni hii tunaye nafasi moja ya mwanamke ambaye anafanya kazi yake ni utawala na urasimu fedha. Hapa panaitwa Tanzanite 1 Mine Vista Center, the Tanzanite Experience. Na huko ndani ndio sehemu ambao wageni wanaweza kuja hapa kupewa tu historia ya Tanzanite na kueleza zaidi kuhusu jiwe la Tanzanite. Na hapo chini kuna mgodi wa JW Shaft ambao baada ya kupata maelezo kutoka wataalamu wetu kuhusu masuala ya Tanzanite wanaweza kushuka chini ili kujaribu kuona ile eneo la mgodi wenyewe jinsi ukoje. Hii hapa picha inaonyesha masuala ya uchimbaji. Ni design tofauti huko ndani ya mgodi, jinsi uchimbaji unaofanyika. Unaona hawa ni
ni wataalamu wetu, kuna mageologists hapa, kuna mine manager, kuna watu wa taaluma tofauti. Na hii itakuwa ni miaka ya karibuni au ni miaka ile ambayo No, hizi hapa picha ni miaka karibuni. Miaka karibuni. Lakini inaeleza yani jiolojia kwanza ya Tanzanite na jinsi inavyopatikana. Ni picha ambayo inaonyesha processing plant. Hiyo ni baada ya kupata ile mchanga. Haya ndio magari ambayo yanatumika kwa ajili ya kuchukua mchanga wa Tanzanite ambayo unapelekwa sehemu hapa sehemu ambayo kuna hiyo conveyor belt kwa ajili ya kuchambua hiyo Tanzanite. Baada ya kuchambua, umeona hiyo conveyor belt inaonekana hapa? Yeah. Baada ya kuchambua inapeleka sehemu inaitwa sort house. Pale sort house ndio wanafanya uchambuzi, wana sort out yale mawe kutokana na size na grade. Hii picha inaonyesha the science na skill ambayo inatumika kwa ajili ya masuala ya kukata na kupolish mpaka kuna finish product ambayo inaonekana. Baada ya ya kufanya kuna some heating ambayo inafanyika. Ingawa hiyo heating haibadilishi structure ya jiwe. Hiyo structure ya jiwe inabaki vile vile. Ikishafanyika hiyo heating ndio inakuwa kama dark blue. Na inakuwa ina grade, kuna namba moja. Yeah, kuna grade namba moja kutokana na clarity ya hilo jiwe. Kuna zingine ambazo ziko light grade ambazo zenyewe zina grade yao. Tanzanite 1 yenyewe inahusika na masuala ya kusaidia jamii ambayo imetuzunguka sisi. Ukiona hapa picha zinaonyesha masuala ya kusaidia wanafunzi shule, kukarabati majengo ya shule, kuna masuala ya maji, kuna masuala yote ambayo yanahusiana na masuala ya kusaidia jamii ya hapa na ambayo tumezunguka nayo ya hapa na Sinyai. Ndio Tanzanite Foundation inatoa msaada hiyo. Before you go anywhere, hata kama ukiona hapo naambiwa you must put the right appropriate PPE. Unapaswa kuwa umevaa mabuti, umevaa mikanda, ambapo huu mkanda unakuwa umeshikilia na torch. Ambapo ni unavaa na kofia yake na torch inakuwa hapo mbele. Kwa before going there, mnajaribu kuelezewa what is there, what you expect to see na vitu gani zaidi ambavyo mtakutana navyo huko. Kwa at least you get to know, si unaenda tu unaogopa. Alafu ndio ulikuwa unashukia hapa. Hii shaft inaitwa JW shaft. Kwa hiyo mnashukia hapa, mnaenda kuingia, mnaenda moja kwa moja hadi underground. Underground ndio huko mnajaribu kuelezewa na kupitia sehemu mbalimbali ambapo ndio Tanzanite inapokuwa produced. Kwa hiyo ndio huko chini, jinsi wanavyoitoa, jinsi gani wanavyochimba, jinsi gani wanavyoisafirisha, ambapo ndio hizi hapo monorail ambayo inasafirishwa hadi huko juu, wanazichukua, wanaweka kwenye gari au kama hiyo matraki wanapeleka process plant. Kwa hiyo ndio zamani ilikuwa mtiririko zaidi. Mimi naitwa Amos Chapewa, ni geologist wa Tanzanite 1. Nimekuwepo hapa ni kwa takriban mwaka 1.5. Shughuli zetu hapa tunachimba madini ya Tanzanite. Ila kabla ya machimbo ya Tanzanite kuna kampuni ilikuwa inachimba graphite ambayo inaitwa Grafton. Ni eneo hili lakini ni kwenye zone tofauti. Hapa tuna lower horizon na tuna upper horizon. La graphite ilikuwa inachimba kwenye upper horizon na mainly sasa hivi Tanzanite tunachimba kwenye lower horizon. Ni ule muundo wa miamba ulivyo, tuna section mbili ambazo tunazita kama horizon. Kuna upper na lower. Kwa hiyo graphite ni carbon, ni kama yani kama content yake ni kama ya diamond, lakini yenyewe ni soft compare na diamond. Kwa hiyo ni carbon. Geology kama idara tuna kazi nyingi ambazo tunazifanya. Moja wapo ni kutafiti. Tunafanya utafiti, tunatengeneza ramani za miamba, tunajua aina ya miamba tofauti. Baada ya hapo, kwa sababu tunakuwa tunajua host rock, mwamba ambao ukiufuata humo ndo unakuta madini ya Tanzanite. Kwa hiyo tuna monitor katika uchimbaji kwamba to sink shaft kufuata ule mwamba, na katika ule mwamba sasa tunatafuta structures ambazo ndo zina control mineralization. Kwa hiyo tunapokutana na zile structures ambazo katika hizo ndo tunapata Tanzanite, tunaongoza wachimbaji sasa ili kuelekea sehemu ambayo tutapata uzalishaji. Kwa tunafanya utafiti
na tunaongoza machimbo kama machimbo. Hii ni ni milima ya Leratema. Katika hii kuna mkunjo ambao tunaita fold. Katika huu mkunjo ndo kuna hii portion hapa ambapo madini ya Tanzanite yanapatikana. Kwa kweli kipimo cha upana wa ile Leratema Antform ni zaidi ya kilomita 50. Ngoja nikuletee hii picha. Kilomita 50 kutoka hapa mpaka hapa. Lakini utaangalia kwamba katika haka kaeneo kadogo ambako ni kanakadiriwa kuwa kilomita 7 ndio sehemu ambapo madini ya Tanzanite yanapatikana. Na ukiangalia ndani ya hili eneo ambalo lina urefu wa kilomita 7 kuna mgawanyiko wa blocks. Hapa kuna block A extension A, B, kuna block C, kuna D na D extension. Sisi Tanzanite 1 tuko hapa block C ambayo iko colored red. Kwa hiyo tunachimba hapa, wakati mnaingia kule mliingilia huku ndo kuna plant, machimbo yako hapa. Na kilomita zenu ni ngapi? Tanzanite 1 kati ya kilomita 7. Kwa urefu ni kilomita 2. Upana sasa unajumlishia na kule plant inazidi hizo kama kilomita 5. Ila urefu wa machimbo yenyewe ni kilomita 2 kwa moja. Na hii ni picha ya chini ardhini ikionyesha jinsi ile mikunjo inavyokuwa. Na hii ndio ile building nilikuwa naizungumzia, ambayo kwa maana yake halisi ni unaweza kaita sausage ama mto. Ndio hii hapa, na humu ndimo Tanzanite inapatikana. Tanzanite huwezi kuipata huku wala huku mpaka uwe na hizi building. Na hii ni jinsi ambavyo zile building zinavyotengenezwa. Unaweza kuona hapa zile migandamizo mbalimbali ambayo imetokea kwenye ule mwamba, ukatokea mikatiko na kwa ajili ya msuguano ikatengeneza kitu kama hiki hapa. Na hapa kuna picha halisi ya building. Na hivi ni jinsi ambavyo Tanzanite inatengenezwa ama ilivyojitengeneza. Kimsingi kulikuwa na madini mengine kabla ya Tanzanite ambayo tunaita Savorite. Na Tanzanite ime-evolve kutoka kwenye hii Savorite. Hii ndio reaction iliyotokea. Kulikuwa na madini ya Savorite, yakaingizwa maji na carbon dioxide, ndio ikatokea Tanzanite na nini vingine quartz na calcite. Kwa hiyo hii reaction haikuwa complete, kwa hiyo huwezi kuona kwamba the whole thing is Tanzanite. Hapo unaona tu kwamba mabadiliko yalikuwa yanatokea, lakini ile haikuwa. Na hatukuishia hapo tu. Kamera yetu ilitinga katika moja ya mashimo yaliyomo Tanzanite 1 na kukutana na baadhi ya wachimbaji walioajiriwa mgodini hapo wakiwa na sura tofauti zenye ung'avu wa mchanga. Hii inaonyesha kuwa walitokea shimoni ambapo uchimbaji wa madini hayo ulikuwa ukiendelea. Na ikafika zamu yetu kushuka na kiberenge kama wanavyokiita kule, kuelekea eneo ambalo uchimbaji unaendelea. Kabla ya safari yetu kuanza, kila mtu alimrudia Mungu wake na Mola wake kwa muda wake, wa kusali kwa sauti, wa kusali kwa taratibu na hata wa vitendo, alimradi sala zimefika kwa unayemwamini. Na safari yetu ikaanza tukiwa tumebanana katika kiberenge kile, na ni mita zaidi ya 800 kutoka juu ya ardhi kutumia reli iliyojengwa chini kwa chini hadi kufika eneo la uchimbaji. Ni kiza tororo na ukimya ulitawala muda wote wa safari yetu. Baada ya kufika chini ya ardhi, bado tuliweza kutembea zaidi ya kilomita 1 tukitumia kamba zilizofungwa, huku tukimulikwa na tochi iliyokuwa ikituangazia. Kelele za mashine na sauti za wanaume zilisikika, na ndilo lilikuwa eneo la kazi.
Hii hapa hii ni stop fuse, inaitwa stop fuse au kwa lugha nyingine safety fuse. Na hii ni futa hizi. Kwa hiyo tunachomeka hapa, hii inakuwa ni primer tayari. Kwa hii primer tunachukua kitu cha kublow tundu. Hata kwa sababu anachoronga na maji, matundu yetu haya yana maji. Kwa hiyo tunazikwa matundu maji ya choto. Tukishamaliza unahakikisha futa ya kwanza imepasuka. Sasa matundu urefu wake ni 1.5. Kwa hiyo lita 1.5. Kwa hiyo lazima tunaweka futa mpaka kwa futa ya pili tunaweka. Msema futa mna maana gani? Hizi megabyte. Hiyo ni nini? Hii baruti. Baruti yenyewe. Hii ni kazi ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo ninapofanya nafanya kwa umakini wa hali ya juu ili nisikosee. Na sijawahi kukosea. Nikikosea yani kwamba mimi nitakuwa najua. Kwa hiyo lazima supervisor na kuwepo, security supervisor ambaye ni pale, yule nani mzungu yule mnemo, na team leader kwa watu watatu, pamoja na mtu mmoja wa kugwala. Kugwala ni kucheki kama kuna ngema. Kwa hiyo tukishafika tunafungua geti, tunacheki geti liko salama, tunacheki sili, tunakata, tunakuja. Tukishafika hapa tunaosha face kwanza. Kwa nini tuoshe face? Kwanza tunaosha face nani dust yote ishuke na fumes sumusumu za moshi zinatulia, na pia tuone ngema. Ngema ni miamba ambayo iliyolegea. Tuna miamba iliyolegea, mtu akugwala anaanza kugwala. Tukishamaliza bana wanasema safety first, usalama kwanza. Tukishamaliza sasa kwenye material, kwenye kosha kama kuna Tanzanite, tunarudi tunafunga gate, tunaita mtu wa face picking. Kama hamna Tanzanite, tunaendelea polish chini ya uangalizi wa supervisor na security supervisor. Mwanzoni kampuni ilipoanza, mimi nilikuja hapo mwaka 2002, walikuwa wanatumia dry drill. Yaani tunachoronga hatutumii maji. Ni vumbi tu, yani kama kwa hapa tusingekuwa tunaonana. Kwa hiyo akaja akasema dry drill is prohibited. Kwa hiyo hamna kuchoronga dry drill. Tunachoronga na maji. Kwa hiyo kama unavyoona hapa hali ya hewa ni nzuri. Kwa hiyo inaonekana mnaja mask. Maana kubana sana pua kwenye hali ya hewa kama hii, mapafu yenyewe yanatoka. Mnakutana na vikosi